Wilaya ya Misungwi inapatikana kaskazini magharibi mwa Tanzania, ikiwa ni wilaya kati ya wilaya 7 zinazounda mkoa wa Mwanza, ambayo ilianzishwa mwaka 1995 sawa na miaka 30 sasa. Yani kama ni umri wa mtu, tunasema ni mtu mzima bila shaka. Historia inaweka bayana ya kwamba wilaya hii iligawanywa kutoka wilaya ya Kwimba ikiwa na ukubwa wa eneo la kilomita za mraba 2714.35, ambapo kati ya eneo hilo kilomita 2539.35 ni eneo la nchi kavu na kilomita 175 ikiwa ni eneo lililofunikwa na maji. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 hadi kufikia mwaka 2025, wilaya inakadiriwa kuwa na jumla ya wakazi 494,068, ikikadiriwa kuwa na ongezeko la ukuaji wa watu wastani wa 2.8% kwa mwaka. Shughuli kuu za kiuchumi ni kilimo, ufugaji, biashara, usafirishaji na uvuvi, zikichochea zaidi kupatikana kwa kipato cha kila siku kwa wakazi. Na wala sio kunena historia na uhalisia wa wilaya ya Misungwi. Niangalia hapa kubainisha mafanikio kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na miaka 4 ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2020-2025. Naitwa Johari Musa Samizi, mkuu wa wilaya ya Misungwi, tukielezea kishindo cha miaka 4 ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa wilaya ya Misungwi mengi sana yamefanyika, na huwa na msemo wangu au kauli mbiu yangu, mwenye macho haambiwi tazama. Na kwa haraka tu, wilaya ya Misungwi kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa hivi ninavyozungumza 2025 imepokea zaidi ya bilioni 29.7. Lakini mabilioni haya kuna mengine ambayo yameingia nje ya bajeti. Mambo yanakwenda sawia sanjari na halmashauri. Halmashauri ya wilaya yetu ya Misungwi katika kipindi cha miaka 5 imepokea kiasi cha fedha kutoka shilingi bilioni 2.8 ambazo zilitolewa katika mwaka wa fedha 2021-2022, lakini imeongezeka hadi kufikia bilioni 4.4 katika mwaka wa fedha wa 2024 hadi kufikia Juni mwaka 2024. Tunashuhudia mafanikio makubwa ni kwa kila sekta. Serikali ya awamu ya 6 ikijivunia kutoa fedha lukuki kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo imekuwa ni chachu ya kukuza uchumi katika wilaya ya Misungwi. Naanza kwa kuilambaza sekta ya afya ambayo awali ilipitia kipindi cha malalamiko kutoka kwa wananchi, lakini sasa mambo ni sawia kabisa. Inajivunia kupata fedha bilioni 7.1 kwa ajili ya ujenzi, ukamilishaji na ukarabati wa miundombinu ya kutolea huduma za afya. Kwa upande wa sekta ya afya tumefanya mambo mengi, na hatukuwa na hospitali ya wilaya mwaka 2020, lakini tumejenga hospitali ya wilaya yetu ya Misungwi ambayo inahudumia wananchi katika wilaya ya Misungwi. Lakini tulikuwa na zahanati ya 45 mwaka 2020, lakini sasa hivi tuna zahanati ya 55. Kwa hiyo ni ongezeko la zahanati 10 ambazo zimejengwa katika kipindi hiki cha awamu ya 6. Lakini pia tumeongeza idadi ya vituo vya afya ambavyo vinatoa huduma kwa mama na mtoto, ambapo tulikuwa na vituo 4 mwaka 2020, hivi sasa tuna vituo 7 mwaka 2025. Hii ndio hospitali mpya ya wilaya iliyopo kijiji cha Iteja, ambayo ujenzi wake umegharimu fedha zaidi ya bilioni 3.5, ikiwa ni matunda ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Imekamilika
na tayari imeanza kutoa huduma kwa wananchi, wakinufaika na huduma bora na rahisi kufikika tofauti na awali. Hospitali hii kama mnavyoiona, mwanzoni tulikuwa na hospitali ya zamani. Mwishoni mwa awamu ya 5 tukaanza na majengo mawili, lakini awamu ya 6 haikutuacha. Hadi sasa tuna majengo yaliyokamilika na yanayofanya kazi 14 yenye thamani ya bilioni 3 na milioni 500 ambazo serikali ya awamu ya 6 imewekeza, pamoja na vifaa tiba zaidi ya milioni 450 tumeshapatiwa. Hospitali hii ilikuwa ni hitaji kubwa katika wananchi wa Misungwi katika sekta ya afya, maana mwanzoni tulikuwa na hospitali ka zamani ambayo ilikuwa ni kama kituo cha afya, lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akaona uhitaji mkubwa wilaya ya Misungwi wa kuwa na hospitali mpya ya kisasa kama mnavyoiona yenye vifaa vya kisasa. Pamoja na uwekezaji wa majengo mazuri na yenye kuvutia, mitambo mikubwa ya kutolea huduma za afya pia imesimikwa, na hivyo hospitali hii kukidhi kutoa huduma za kibingwa, ikijivunia pia kuongeza idadi ya wataalamu. Tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha chumba chetu cha upasuaji cha kisasa kabisa ambacho kinajitosheleza kwa kila kitu. Tukiona hapa kuna mashine ambazo tumepewa, mashine mpya kabisa, kitanda kipo hapa cha kisasa kabisa, electronic operating bed ambayo tunaitumia kwa wagonjwa wetu ambao wanafanyiwa upasuaji. Sasa hivi kwa kweli tunaishukuru serikali yetu, imetuboreshea maeneo ya kufanyia kazi. Tunavyoona hivi ni maeneo mazuri kabisa, very comfortable area ambacho tunajivunia kwa kweli. Tuna mashine nzuri ya kisasa digital x-ray ambao wananchi wanapata, wanaohitaji huduma ya x-ray waliovunjika wanapata, lakini vile vile tuna huduma ya meno, huduma ya kinywa na meno ambayo umeona tuna kitanda kizuri cha kisasa, na pia tuna vifaa vya kisasa tuna ambavyo vimeongeza ubora wa huduma kwa wananchi wetu wilaya ya Misungwi. Awamu ya 6 pamoja na kuongeza vifaa tiba, tumeendelea kuongeza idadi ya wataalamu ambao walikuwa wapatikani wilayani. Mfano, hospitali ya Misungwi tayari ina daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama, ina daktari bingwa wa upasuaji, ina daktari bingwa wa upasuaji wa koo na masikio, lakini vile ina daktari bingwa wa watoto. Mahala hapa wananchi wanakiri kupata huduma zilizotukuka kama ambavyo ilitarajiwa. Nimeleta mgonjwa hapa tangia juzi, mgonjwa wangu amehudumiwa vizuri. Ninashukuru sana kwa miaka hii ya rais wetu Samia. Nazidi kusisitiza tu kwamba tuwe pamoja kwa ushirikiano mzuri. Rais wetu ni mzuri, maji sio ya na kuhangaikia, maji hapa hospitali. Sasa hivi tumeboreshwa tu, yani tunashukuru kwa kweli, kwa sababu huduma za zamani tukikosa misasi na Misungwi tukikosa lazima tupeleke Seketule Bugando, lakini sasa hivi tunazipata hapa Misasi na Misungwi. Kwa hiyo huduma imeboreshwa. Uwekezaji wa hospitali hii umewainua wataalamu, nao wanasema wanatoa huduma kwa upendo na kwa juhudi walau kutimiza ahadi ya serikali kwa wananchi. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika hapa, na sisi kama madaktari na watu wa huduma tumepata muamko na ari mpya kabisa ya kazi, kwa sababu mazingira yetu ya kufanyia kazi yamekuwa bora zaidi kuliko huko mwanzo ambako tulikuwa katika vyumba vidogo, vyumba vichache ambavyo pia vilikuwa havikidhi mahitaji ya kutoa huduma hasa kwa level ya hospitali ya wilaya. Lakini kwa kuwa na facility kubwa namna hii ambayo tunaweza kuweka vitengo vingi iwezekanavyo, tuna space kubwa ya kuweza kuhudumia wagonjwa wengi kwa wakati mmoja, madaktari wengi kwa wakati mmoja kuona wagonjwa, tunapunguza sana muda wa wagonjwa kusubiri huduma fulani. Kwa kweli tunamwahidi tunaendelea kuchapa kazi. Nadhani juhudi zetu mnaziona, wagonjwa wetu pia nadhani mara kwanza mmemuuliza wamesema kwamba kwa kweli huduma wanazipata, tunatoa huduma kwa upendo. Nadhani ni kulingana na vifaa vilivyopo. Kwa hiyo sidhani kama tuna changamoto ndogo ndogo, ni vitu vya kawaida sana. Kwa hiyo tunatoa huduma kwa kweli vizuri kulingana na vifaa tulivyoletewa na Mama Samia. Cha kwanza nipende kushukuru serikali ya awamu ya 6 kwa jitihada kubwa zinazoonekana kwa macho
na sio kwa maneno tu. Zimeweza kutuwezesha kufanya kazi kwa urahisi, kwa sababu sasa hivi vifaa tiba vinapatikana, miundombinu kama mnavyoona, majengo ya kisasa kabisa. Kiwastani huduma tunatoa kwa standard inayotakiwa. Wilaya ya Misungwi katika sekta ya afya sio haba. Hata idadi ya zahanati zimeongezeka kutoka zahanati 45 mwaka 2020 hadi 55 mwaka 2025, ikiwa na ongezeko la zahanati 10 ambazo ni Mungwe, Songiwe, Mwamaguha, Isenengeja, Mamae, Mayolwa, Kwimwa, Nyashitanda, Kasololo na Nyamikoma. Na kwenye uwekezaji wa vituo vya afya vyenye kutoa huduma ya mama na mtoto vimeongezeka 3, tena vyenye vifaa tiba madhubuti. Lakini tunavyo vituo 7 vya afya. Tuna kituo cha afya Usagara kimepokea fedha na kinaendelea sasa hivi. Tuna jengo la mionzi pale linaendelea kujengwa na tunatarajia kupokea x-ray wakati wowote ambayo ni ya kidigitali. Tunayo zahanati ya Misasi. Kama mnavyofahamu, hata mwenge uliopita tulikwenda kuzindua jengo la x-ray na tumepata x-ray ya kisasa kabisa. X-ray utakuta Misasi kule ndani ni hiyo hiyo, ukienda Sekoture, ukienda hospitali ya wilaya utaikuta. Ina hadhi moja, ni x-ray ya kidigitali. Lakini tunayo x-ray nyingine mpya kabisa ipo kituo cha afya Mitindo, na yenyewe tunaona katika kipindi hiki cha miaka minne hii tumepokea takriban x-ray 4. Ukienda Koromije pia kuna x-ray machine. Kata Nunduru ni miongoni mwa kata za halmashauri ya wilaya ya Misungwi ambayo imenufaika na ujenzi wa kituo cha afya cha Nunduru, ikielezwa kimeondoa changamoto ya wananchi wa kata hii kufuata huduma mbali na maeneo yao. Kabla ya uwepo wa kituo hiki ilikuwa ni hali ya kukatisha tamaa, fadhaha na mahangaiko kwa wananchi juu ya kuifikia huduma ya afya ambayo awali ilipatikana umbali wa kilomita 35. Wapo ambao walifika wamechoka, lakini wengine maisha yao yaliishia njiani. Hali ilikuwa mbaya mno, kwa sababu mwananchi ambaye hana uwezo wa mtu ambaye hana uwezo wa kuwa na hela kusafiri kwenda kilomita 39 alikuwa anafariki. Lakini leo mwananchi anatibiwa kwa kutumia nguvu tu yake ya kutembea kufika hapa, au kuletwa na pikipiki au gari ya kawaida, anafika hapa kwenye kituo bila gharama yoyote. Tunashukuru sana tusogezea huduma karibu. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunahangaika sana. Wakina mama wengine walikuwa wanajifungulia njiani, wengine walikuwa wanafia njiani kwa ajili ya huduma za mbali. Kwa hiyo tunashukuru sana, kwa sasa hivi tuko vizuri. Haswa narudia kusema serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya afya imepiga hatua bila shaka. Zaidi ya bilioni 1 imeingia katika dawa na vifaa tiba. Na upatikanaji wa dawa sisi wilaya ya Misungwi ni 90% hivi ninavyozungumza. Kwa hiyo ukizungumzia 90% ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba, tafsiri ya haraka ni kwamba kuna ubora au huduma za afya zimeboreshwa. Kwa sababu huwezi kusema ukisema 90 naweza nikasema ndio tunakimbilia 100 hiyo. Tunatafuta 10% tu ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba. Lakini tunatumia takriban milioni 150 mpaka milioni 170 kwa mwezi kuhakikisha vituo vyote 60 vya serikali vinapata dawa na wananchi wanaweza kupata huduma hizo za dawa. Sekta ya elimu nayo imeshuhudiwa kufanikiwa, ikinufaika na fedha bilioni 7.3 za elimu bila malipo pamoja na fedha bilioni 11.2 kwa ajili ya ujenzi, ukamilishaji na ukarabati wa miundombinu mbalimbali. Tukianzia na elimu ya awali, uandikishaji umeongezeka. Mwaka 2020 tulikuwa tunaandikisha watoto 11,362 mwaka 2020, lakini sasa tunaandikisha hadi watoto zaidi ya watoto 17,000. Sawa na ongezeko kama la watoto 6,000 ambayo ni 65% katika elimu ya awali. Lakini darasa la kwanza pia tumeongeza, hivi sasa tunaandikisha watoto 19,401
wakati mwaka 2020 tulikuwa tukiandikisha watoto 16,000. Kwa hiyo ni ongezeko kama la watoto 3,323 ambao ni kama 20%. Lakini kwa upande wa elimu ya kidato cha kwanza pia sasa tumefikia watoto 7,164 ambao ni ongezeko kama watoto 1,000 huko na 400. Lakini uandikishaji wa kidato cha 5 pia nao umeongezeka. Hali hii imechochewa zaidi na uwepo wa miradi mbalimbali ya elimu wilaya Misungwi imefanikiwa. Imebainishwa ongezeko miaka 4 ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ongezeko la vyumba vya madarasa kwa shule za msingi ni vyumba vya madarasa 124 na sekondari vyumba vya madarasa 236 na vyumba vya maabara 14 na ujenzi wa shule 4 mpya. Lakini tumepata fedha nyingi sana katika idara ya elimu. Tumepata kwa kipindi hiki cha miaka 4 zaidi ya bilioni 11. Katika hizo zaidi ya bilioni 11 tumejenga tu shule za sekondari madarasa zaidi ya 206. Lakini tumejenga shule mpya. Shule mpya zimejengwa za sekondari, tunazo shule 4 mpya. Shule ya Mwasonge imepokea fedha, kuna shule ya Amali ambayo tunasema itakuwa ni Vocational Secondary School ambayo inaendelea na ujenzi na ipo katika phase 1. Sisi Misungwi tayari tumeanza taratibu za kuweza shule ile isajiliwe ili ikiwezekana wanapoingia termu ya pili watoto waweze kupokelewa. Ndiyo, wilaya ya Misungwi ndio wilaya pekee kwa mkoa wa Mwanza ambayo imepokea ujenzi wa shule ya Amali mahususi kukidhi mahitaji ya wanafunzi watakaomaliza darasa la 7 na la 6. Mradi unaendelea na upo hatua za mwisho kukamilika. Mafundi, lakini kwa hatua ya kwanza kabisa tulianza jengo la utawala, jengo la madarasa ambayo ni madarasa 8, lakini pia tulijenga maabara, tukajenga nyumba ya mwalimu kwa hiyo awamu. Baadaye tulipopata mafundi tukajenga pia jengo la maabara, jengo la tehama, jengo la library pamoja na karakana. Kwenye karakana tuna karakana ya umeme pamoja na vifaa vinavyotumia umeme, na tuna karakana ya wash pamoja na bwalo. Lakini hatua ya mwisho kabisa tukawa tumepata mafundi kwa ajili ya mabweni, ambapo tuna mabweni 4 na mpaka sasa majengo yote yako kwenye hatua ya finishing. Wazazi wamekuwa na mtazamo chanya juu ya uwepo wa shule hii. Nini mradi huu ufurahi sana. Rais wetu Samia, mama yetu, nimempenda sana kwa kutuletea mradi huu katika kijiji chetu. Na nitazidi kumpa kula yake. Maana amenisaidia sana. Kwanza watoto, kwa mfano, mimi nauli ya kwenda mbali nilikuwa sina, lakini kwa sasa mradi umo katika kijiji changu. Kwanza tumeshukuru sana kwa uongozi uliopo kuanzia ngazi ya taifa hadi kijiji kutusogezea huduma ya elimu juu ya watoto wetu, kuondoa adha au changamoto ya kupeleka wanafunzi sehemu za mbali na kutusogezea ile huduma. Pili, imetufanya kujua uelewa zaidi kwamba elimu ina umuhimu kuwa karibu, na changamoto ya biashara imezidi. Waliojenga nyumba karibu na eneo husika wanaweza kupata hela kwa uhakika. Kingine, huduma nyingi tumezipata, kwa mfano miundombinu tutatengenezwa hapo baadaye, viwanja vya mchezo na kadhalika. Vivyo hivyo idadi ya mabweni imeongezeka kutoka mabweni 3 mwaka 2020 hadi mabweni 11 mwaka 2025, ikiwa na ongezeko la mabweni 8. Takriban shule 4 za sekondari zimenufaika, ikiwemo shule ya sekondari Misungwi ambayo imenufaika kupata mabweni 5. Miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan tuna mambo mengi ya kujivunia. Ukiangalia wakati tunaanzisha hii shule kidato cha 5, tulikuwa na bweni moja tu ambao lilikuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 48. Lakini mwaka huu tuliletea wanafunzi 77. Kwa hiyo tulilazimika kutenga chumba cha darasa kingine kwa ajili ya kuweka wanafunzi waweze kulala. Lakini baada ya hapo, sasa hivi tunapoongea tunatembea kifua mbele, tuna mabweni 5 ambayo yana uwezo wa kubeba watoto karibia 400 na.
Hii ni jitihada tu kubwa ambazo zimefanyika ndani ya muda mfupi, kipindi cha awamu ya 6, ambapo mama ametujengea haya mabweni na kila kitu. Ukiingia mle watoto wanalala, kila mtu kwenye kitanda chake. Naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6. Rais wetu ameweza kutuwezesha kutujengea mabweni haya ya kidato cha 5 na cha 6 katika shule hii ya sekondari Misungwi. Ina mabweni mazuri ambayo yanatuwezesha, ina vitanda vizuri na mabweni mazuri, ina vitanda vizuri ambao sisi wanafunzi tunaweza kulala vizuri. Kuna kila kitu na mazingira mazuri. Tusaidia sisi wanafunzi kusoma kwa bidii, kufaulu vizuri, kwa sababu yana faida nyingi. Faida moja hapo ni kuwepo kwa umeme wa kutosha, mazingira yanayofaa kwa wanafunzi kusoma kwa bidii. Shule hii mpya ya msingi Shilabela, kata ya Misungwi, imejengwa kwa gharama ya fedha zaidi ya milioni 400 kupitia mradi wa Boost elimu ya msingi. Wilaya ya Misungwi imefanikiwa kupata shule 2 za namna hii, ambayo ni shule ya msingi Shilabela na Mabebea iliyopo kata ya Usagara, na bila shaka uwepo wa shule hizi zimepunguza msongamano wa wanafunzi kutoka katika shule mama. Mradi wa Boost umeziwezesha shule hizo kupata vyumba vya madarasa kuanzia elimu ya awali na msingi pamoja na majengo ya utawala. Napenda sana kutanguliza shukrani zangu za dhati kwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea mradi huu, maana sehemu hii kijiji chetu Kichambela tulikuwa na shule moja ambayo ilikuwa imesababisha kuwa na mrundikano wa wanafunzi wengi. Hiyo ilikuwa inasababisha wanafunzi kutokuwa wanapata masomo vizuri kulingana na mrundikano wa wanafunzi. Shule hii tunashukuru kwa kuweza kufika kutuletea mradi huu, imeweza kutatua changamoto ya wanafunzi. Kwa sasa hivi changamoto hiyo imeweza kutatuliwa, wanafunzi wameweza kuwa na wastani mzuri, na pia walimu tunapenda kuwashukuru kwa sasa hivi wanaweza kusimamia watoto na wakaweza kufundisha watoto wakapata uelewa zaidi. Kwa sababu wanafunzi walikuwa wanasoma kwa shift, lakini sasa hivi hawasomi tena kwa shift, wanasoma kwa uhuru kabisa na kila kitu kinaendelea vizuri. Mimi kama mzazi au kama raia wa Tanzania, naishukuru serikali ya awamu hii ya 6 imejitahidi, inazidi kupambania wananchi hususan tulioko chini. Huu ni mradi wa shule ya msingi Mabuki. Ni mpya wala bado wanafunzi hawajaanza kuingia. Hapa serikali ya awamu ya 6 imetoa fedha. Tulipokea hela kutoka kwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kiasi cha shilingi milioni 351,500 kwa ajili ya kujenga miundombinu mbalimbali, ikiwa ni madarasa 9 kwa maana ya shule ya msingi madarasa 7 na awali madarasa 2, lakini pia vyoo kwa shule ya awali matundu 8 na shule ya msingi matundu 6. Kwa hiyo jumla ya matundu yaliyojengwa ni matundu 14. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea mradi huu, kwa sababu shule mama ambayo ni Mabuki shule ya msingi ilikuwa imezidiwa wanafunzi. Tuna jumla wanafunzi 1300 na miundombinu iliyoko pale ambayo ilikuwa ni madarasa 7 ilikuwa itoshelezi kwa kweli. Kwa hiyo ametusaidia kupunguza msongamano katika madarasa, kwa sababu wanafunzi wengine watagawanyika, watakuja huku na wengine watabaki kule. Na pia mama tunamuomba tu kwa jitihada hizo endelee kutupatia hizi fedha, na sisi tulioko huku chini tutazisimamia vizuri sana. Na pia mama namuomba sana kwa azidi kuongeza hizo juhudi, na pia naomba aongezewe tena miaka 5 zaidi ili tuweze kufurahia matunda ya mama. Kwa kweli sisi tulioko hapa tunafurahia matunda ya mama, na kwa wastani tu wanajamii wote, kwa niaba ya jamii yote ya kijiji hiki cha Mabuki, huu mradi wameupokea vizuri na wanafurahia zaidi, kwa sababu kwanza unaonyesha picha ambayo Mabuki mpya kwa majengo haya. Sasa ni zamu ya sekta ya maji. Tunaambiwa hali ya upatikanaji wa huduma maji safi na salama
umeongezeka kutoka asilimia 12 mwaka 2021 hadi asilimia 90 mwaka 2025, sawa na ongezeko la asilimia 78. Sekta hii ya maji tunayo miradi mikubwa sana. Imetengwa zaidi ya bilioni 73. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mbona akasema mmepokea bilioni 29 alafu unazungumzia bilioni 73 ya sekta moja tu. Hiyo ni bajeti iliyotengwa kwa kipindi cha miaka hii minne na inaendelea kupokelewa kadri mradi unavyoendelea kutekelezwa. Ndio maana utaona kuna tofauti kubwa hapo ya fedha zilizopokelewa kwa wilaya nzima na utekelezaji. Tukigusa maji peke yake tunayo miradi kwa miaka hii minne, miradi 20 imetekelezwa. Ambapo katika hii miradi 20, miradi 9 tayari imekamilika na miradi 11 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Naweza nikatoa mifano michache tu ya miradi ya maji ambayo imetekelezwa na ambayo inaendelea kutekelezwa. Mradi wa kwanza ni ule wa Kigongo, mradi wa maji Kigongo ambao unaenda kuhudumia kata ya Idetemia, kata ambayo ina vijiji 6 na vijiji vyote 6 vitapata maji na maji ya ziada zaidi ya lita 200,000 yatakuwepo, yataweza kupelekwa katika kata za jirani na vijiji vingine vya jirani. Lakini tunao mradi wa maji wa Ukiriguru, Usagara, Koromiji ambao utakwenda mpaka jimbo la Sumve. Ni mradi ambao ukikamilika utagharimu zaidi ya bilioni 36 ambao upo katika hatua mbalimbali za utekelezaji ukilinganisha na ukubwa wa mradi huo. Lakini tunao mradi wa maji Buhingo ya Mate una zaidi ya bilioni 12 na wenyewe kandarasi yuko site anaendelea na utekelezaji. Ni kweli upatikanaji wa huduma ya maji kwa sasa umeongezeka maradufu, na hii ni ishara utumizaji wa nia thabiti ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kumtua mama ndoo kichwani. Napenda kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwatua ndoo kichwani wa mama wa kata ya Misasi. Huu mradi wa maji unasaidia takribani wananchi sensa ya mwaka 2022 ambayo ina jumla ya wakazi 18,500 na pointi. Tulikuwa na adha ya maji. Kwa kweli Dr. Samia Suluhu Hassan kafanya kazi kubwa sana ndani ya kata yetu. Ndoo sisi mama lishe tulikuwa tunahangaika sana kupata maji, tulikuwa tunafuata mbali kabisa, barabara zenyewe zilikuwa mbovu, lakini sasa hivi tuna enjoy, tunafurahia, maji ni mengi sana. Kwa hiyo mitano tena kwa mama, piga kelele. Tunasema maji sasa yangalipo mijini na vijijini, huku kwa vijijini ongezeko likitajwa 77.3 kwa mwaka 2025, ikiwa ni ongezeko la 6.9. Hatuna budi kusema mafanikio haya yamepatikana kwa jitihada kubwa za serikali kupitia wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wilaya ya Misungwi. Pamoja na uwepo wa miradi mbalimbali, utekelezaji wa programu ya ujenzi wa visima virefu katika vijiji ambavyo havijawahi kufikiwa na huduma za maji nao umeshuhudiwa. Kijiji cha Mabuki ni miongoni kimenufaika na mradi huo wa ujenzi wa visima 5 katika jimbo la Misungwi, na sasa kimeingia katika historia kupata maji ya uhakika. Na hapa tulipo tuko kwenye mradi almaarufu mradi wa visima 900 kwa maana ya programu ya kitaifa, ambapo programu hiyo ni programu maalum kwa ajili ya kuchimba visima katika majimbo yote Tanzania. Na katika jimbo letu la Misungwi, kama mnavyofahamu, wilaya yetu ya Misungwi ina jimbo moja, jimbo la Misungwi, tulifanikiwa kupata visima 5. Na programu hii ilikuwa mahususi kwa ajili ya visima 5 katika kila jimbo. Katika jimbo letu la Misungwi tuliweza kupata visima 5. Moja ni hili hapa la Mabuki, kuna kisima cha Rubuga, tuna Mwaniko, Mwaholo. Kwa hiyo programu hii ilikuja mahususi kwa ajili ya kupunguza na kuondoa changamoto kubwa ya maji iliyokuwepo katika maeneo ambayo hayajafikiwa kabisa na huduma ya maji. Kabla hatujaupata huu mradi, wananchi walikuwa wanahangaika sana upande wa maji, mpaka wanakimbia machimboni kwenye madimbwi kabisa wanachota kwa ajili ya ukame wa maji. Wengine kwa wanajitahidi wenye nafasi kidogo wanachimba kisima nyumbani, lakini sasa yale maji hayana vipimo maalum kwamba kusema kama ni maji bora, inabidi ni utumie tu kwa sababu ya ukata wa maji haupo.
unapata maji yenye chumvi, watu wanahangaika sana. Hata sasa hivi hii sehemu imetupunguzia adha ya maji, usumbufu sana. Hata kelele inawezekana ndani ya familia au ndani ya miji zimepungua, kwa sababu kipindi kile mwanamke anatoka, mke wa mama mji anatoka saa 2 asubuhi kwenda kurudi kutoka kwenye maji kwenye saa 5 saa 6. Kelele lazima iwemo ndani ya ndoa. Kila kisima na miundombinu yote hii thamani yake ni milioni 60. Kwa hiyo kwa visima vyote vitano vya jimbo la Misungwi, maana yake ni shilingi milioni 300 zimeweza kutumika kukamilisha mradi huu. Faida ya mradi huu ni kubwa sana. Tunasema wananchi zaidi ya 6250 wameweza kunufaika na mradi huu kwa kupata maji karibu na makazi yao. Na tayari tunavyoongea sasa hivi mradi huu ushakamilika katika maeneo yote matano niliyoyataja, na wananchi wananufaika na mradi, na kwa kweli umekuwa na mapokeo mazuri sana kwa wananchi, lakini pia na kwa viongozi wetu, kwa sababu umetekelezwa ndani ya muda mfupi toka Oktoba 2024 na kufikia Machi 2025 mradi huu ukawa ushakamilika na unatoa huduma. Ukamilifu wa mradi wa chanzo cha maji Kigongo ni mradi mwingine ambao ulitoa tumaini jipya kwa wakazi wa wilaya Misungwi. Chanzo hiki cha mradi wa maji Kigongo ni chanzo ambacho kiko katika mradi maarufu, mradi wa Kigongo ambayo iko katika kata Idetemia, na mradi huu umeanzishwa toka mwaka 2022. Tunashukuru sana, sasa hivi tuko kwenye hatua ya majaribio. Mradi huu ushaanza kufanya kazi katika hatua ya majaribio, na tumeanza wananchi wameanza kunufaika na mradi huu toka mwaka huu mwezi wa Aprili tarehe 16. Mradi huu tunatoa maji moja kwa moja kwenye ziwa Victoria, na miundombinu ya hapa manake tuna bomba ambalo limetoka hapa mpaka ziwani takriban mita 125. Inachukua maji linaleta kwenye nyumba ya mtambo, maji yanatoka hapa yanaenda mpaka kwenye tangi, na kutoka kwenye tangi linasambaa kwenda vijiji mbalimbali ambavyo vinanufaika. Tuna vijiji takriban 4 ambavyo vinanufaika na mradi huu. Kijiji chenyewe cha Kigongo, kijiji cha Bukumbi, Isamilo pamoja na kijiji kingine. Kwa hiyo mradi huu kukamilika kwake kumewezesha pia sisi kuongeza hali ya upatikanaji wa maji katika wilaya yetu ya Misungwi. Sekta ya usafirishaji na uchukuzi. Hapa tunazungumzia mtandao wa barabara. Wilaya ya Misungwi inashuhudia ongezeko la mtandao wa barabara za lami kutoka kilomita 1 mwaka 2020 hadi kilomita 2 mwaka 2025, ikiwa ni barabara za Bomani na Mitindo. Na hii ndio taswira halisi ya mafanikio katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja. Mfano, tumetengeneza barabara ya rami hapa mjini, hiyo inayokwenda mpaka ofisi ya mkuu wa wilaya mita 500, lakini pia sasa hivi tuna kilomita 500 pia kule mjini kati, ile barabara inaenda CCM. Alafu kwa mwaka huu pia tuna bajeti ya lami pia pale eneo la Ipoga Sekondari Usagara pale kwenda stendi kuu ya Usagara pale mita 500 pia. Lakini kuna barabara ambazo tumezijenga kwa kiwango cha changalawe, na baadhi ya maeneo tumejenga madaraja makubwa. Mfano, kuna daraja lilikuwa linasumbua eneo la barabara inayotoka Ukiriguru kwenda Karuruma ambayo ni shortcut ya kwenda kule Kigongo. Tumefungua pale barabara, tumejenga daraja lile la Ngudama kwa thamani ya milioni 122 ambalo linapitika sasa. Lakini tumejenga daraja la kule kutoka Igongo Matare Mbarika, tumejenga kule daraja zuri sana pia ambalo linasaidia watu sasa, badala ya watu kuzunguka kwenye njia ya mzunguko ya kwenda Mbarika, sasa wanaweza kupitia shortcut wakaenda wakafika kule. Lakini maeneo mengine pia tumejenga barabara na sasa hivi kuna mradi mpya hapo katikati ya mji wa nusu kilomita lami nyepesi, na wenyewe mradi upo katika hatua za utekelezaji. Kwa hivyo na TARURA wanakuja na mipango tofauti tofauti kuhakikisha kwamba barabara zote zinazozunguka hapa mjini Misungwi basi zinapata kiwango hicho cha lami nyepesi, ili kuweza kwanza tunapendezesha mji, lakini pia kurahisisha usafiri na usafirishaji kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine.
Hata wananchi wanakiri ya kwamba miundombinu ya barabara kwa sasa ni kiwango cha kuridhisha. Barabara ni mzuri sababu umeturahisishia mambo mengi, wagonjwa kupeleka hospitali, na mara kwanza ilikuwa lina kama haijakamilika vizuri. Kwa sasa limekamilika, lakini bado ujenzi unafanyika, naendelea. Tunamshukuru Rais Samia Suluhu kwa kujengea barabara. Miundombinu kwa kweli ipo vizuri. Naona rais wetu anajitahidi kutengeneza barabara. Pia tumerahisisha, tukipata abiria tunarahisisha jinsi ya kuendesha kupita. Na tumuombe tu aendelee kuwa na bidii kama hiyo, aendelee kutengeneza barabara ambazo bado hajakamilisha ili miundombinu izidi kupendeza zaidi. Lakini ninapozungumzia nishati ya umeme, sisi Misungwi tunazungumza hapa, tuna vijiji 115 na vijiji vyote 115 vimefikiwa na umeme. Tunazungumzia vitongoji, na sasa hivi ninavyozungumza vitongoji 323 tayari vimeshafikiwa na umeme, na katika hivyo vitongoji 323 ni zaidi ya vitongoji 200 ambavyo vimepata umeme katika kipindi hiki cha miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Pamoja na mafanikio makubwa katika sekta nyingine za kilimo, ufugaji na uvuvi, wilaya ya Misungwi pia inajivunia mafanikio katika sekta za viwanda, biashara na uwekezaji. Hadi sasa inatajwa idadi ya viwanda vikubwa imeongezeka kutoka 3 hadi 5 mwaka 2025. Pia viwanda vidogo vimeongezeka maradufu na kufikia viwanda 26, ikiwa ni jitihada za serikali ya awamu ya 6 kuweka mazingira bora na wezeshi kwa wawekezaji. Wilaya ya Misungwi pia inaendesha shughuli za uchimbaji wa madini, huku ikiwa na wachimbaji wadogo 56,373 wanaojishughulisha na kunufaika na mnyororo wa shughuli za uchimbaji. Sekta ya madini asilimia kubwa, kuna kata 2-3 ndo zinazojishughulisha zaidi na swala la madini. Tunazungumzia kata ya Shilalo, kata ya Rubili na Buhingo, ambazo kata hizo 3 sasa unaweza ukakuta ukitafuta Ishokela ambayo ndio kubwa inapatikana Buhingo, lakini Shilalo kama Shilalo ni maarufu kama hivyo hivyo na jina lake, lakini ukienda Rubili inaweza isiwe maarufu. Umaarufu wa Rubili unapatikana Mwamazengo kwa sababu ndipo madini yanapopatikana. Kwa hivyo tuna takriban zaidi ya wachimbaji wadogo 56,000 ambao wanapatikana katika wilaya ya Misungwi. Lakini katika hao wachimbaji wadogo tunao wachimbaji wa kati ambao naweza kusema huyu mwekezaji wetu ambaye ni Mzawa Baraka, kampuni yake inaitwa Busolwa Mining. Yuko Busolwa Mining na amewekeza pale Ishokela, mgodi wake ni wakati mkubwa na tumeona matunda. Anarudisha CSR, ameanza ujenzi wa shule mpya pale, anarudisha kwa jamii naweza nikasema. Lakini tunao wenzetu wa LHT, hawa ni kampuni ya wazawa, wamepata technical support kutoka kwa wenzetu wa China. Huu ni mgodi wa Mzawa, yani mzaliwa wa ardhi mama Tanzania, Busolwa Mining, uliopo kata ya Buhunda. Shughuli za uchimbaji madini zinaendelea hapa, napo wanakiri kunufaika na jitihada za serikali kuweka mazingira wezeshi katika sekta ya madini. Ujumla, kulingana na uchimbaji wetu, serikali ya awamu ya 6 imekuwa ni mbia wetu, amekuwa ametusupport sana katika uchimbaji wetu wa shughuli za uchimbaji hapa Busolwa Mining Buhunda project, ambapo imeturahisishia kwenye mambo mengi ikiwemo usafirishaji wa mitambo yetu kuja kwenye eneo la uchimbaji, upatikanaji wa mafuta kwa ajili ya kuendesha mitambo yetu, na pia imekuwa imetusaidia katika kutupatia umeme. Tumekuwa tunaendesha mitambo yetu ya plant hapa kwa kutumia umeme ambao serikali imekuwa ni mmoja wa watu ambao wanatusupplyia umeme kutoka sehemu zao za vyombo vya umeme. Kwa upande wa halmashauri tunalipa ushuru, na kwa upande wa serikali pia kwa maana ya Wizara ya Madini pia tunalipa kodi. Na mpaka sasa ni mabilioni ya hela ambayo tumeshayalipa kama kodi. Kwa hiyo hii yote na tunalipa tukiwa na furaha kabisa, kwa sababu tunajua pesa tunazozilipa zinaenda kusaidia
jamii. Yaani ni kwamba zinarudi, tunaweza kama tunazifaidi sisi pia. Isipokuwa tu unaweza usijue imetokea wapi, lakini ndio pesa hizi ambazo tunazizalisha. Kwa hiyo tunapolipa kodi itaenda serikalini. Kodi ikishaenda serikalini inapangiwa matumizi, mwisho wa siku inarudi kwenye jamii. Rais amekuwa ameipa sana sekta ya madini kipaumbele kwa kuanzisha program mbalimbali, lakini pia kuwapa ruhusa wazawa kuwekeza katika sekta ya madini. Lakini kikubwa zaidi ni amani ambayo inazidi kutawala katika hizi sekta zetu za madini. Ukiangalia sisi tunafanya shughuli zetu hapa, hatujawahi kuingiliwa. Tunafuata taratibu zote kama ambazo zimepangwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazingatia, na watu tunapata stahiki zetu na haki zetu zote. Sasa kupitia shughuli za madini, bila shaka zinachangia mapato ya halmashauri zaidi ya shilingi milioni 692. Mafanikio wilaya ya Misungwi tunasema sio haba, na kwamba miaka 4 ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inahakisi maendeleo makubwa, na kwamba mwenye macho haambiwi tazama. Misungwi ya sasa ni tofauti na jana. Mimi ni msimulizi wako Sudi Shabani Mzalendo. Tanzania kazi iendelee. Mama Samia oye! Oye!